Steven Samuel, Yes. aka Steve Yanga. My name. Hapo nipogusia kwenye Steve Yanga. Sasa niambie, hivi yale machozi uliyoangusha mwaka 2012 yalikuwa ni machozi ya kweli au ulikuwa unaigiza tu, Steven? Yeah, unajua watu wengi sana wanashindwa kuamini kwamba timu bila mashabiki hawezi kuenda, kwa sababu kwa sababu timu ambazo zinajulikana hapa Tanzania ni Simba na Yanga. Na Simba na Yanga ni timu kubwa ambazo zinajulikana hapa. Kwa hakuna kitu ambacho kinawauma mashabiki kama timu yako kufungwa na timu mpinzani, kwa sababu tunaweza kusema Simba ni wapinzani wetu wakubwa sana kwa ligi kuu ya Vodacom Tanzania Premier League. Ya ilitokea mimi nililia kwa kweli, kwa sababu nilikuwa niko serious. Yeah. Ulikuwa uko serious kwa maana gani yani? Nilikuwa niko serious kwa sababu sikujua, kwa sababu tulivyoenda uwanjani hatukujua matokeo kwamba itakuwa vipi, lakini tukashangaa nikapigwa 5-0. Tukapigwa 5-0. Yaani kama tulihujumiwa vile, kama sio marefu basi baadhi ya viongozi. Okay. Yeah. Kwa hiyo niambie, nipe experience yako sasa baada ya lile tukio. Manake kila mahali umekuwa labeled Steve Yanga kwa tukio ambalo lilitokea ndani ya dakika chache sana. Ni kwamba baada nilivolia, kwa sababu mimi sikujua kama nitakuwa niko bland. Mimi nimelia kwa sababu nilikuwa nalilia timu yangu kufunga goli 5 na Simba. So inawezekana labda ni Mwenyezi Mungu tu ndo labda alipanga vile, lakini nashangaa baada ya kujiona vyombo vya habari nikaona limesambaa dunia nzima, wapi Kenya, South Africa, Marekani, everybody. Kwa yani huwezi kujua kwamba ni mipango ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu naye amekupangia kwamba tutatokea kupitia hiki, lakini mimi sikujua kama nitakuwa niko blind hivi. Sawa, na tuliona kwamba mwaka mmoja baadaye bado hichi kitu kilikuwa kina trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Na nataka kugundua talent yako ingine. Ukaenda Bongo Star Search na right after that ukahojiwa na Millard Ayo. Ukamwambia kwamba ulichokipata mle ndani hutokaa ukijaribu tena kurudi Bongo Star Search. Yeah. Nasikia Salama alikwambia bora urudi tu kushangilia Yanga. Yeah. How did that make you feel? Ulijisikiaje? Kwanza sikutegemea kwamba nitapewa yale majibu. Kwa sababu mimi kwa hiyo kamwaga machozi tena. Kwa sababu mimi ni kijana. Nilivyotokea talent, kwa sababu mimi ni blind. Nilivyotokea talent nikasema acha nijaribu bahati yangu. Kwa nikachukua na namba yangu ile ya Bongo Star Search. Nilivyofika stage yangu pale mimi nikaperform, nilimba vizuri. Sasa nashangaa majaji sama kaniambia bora kalilie tu Yanga, nenda kashangilie Yanga. Kwa kile kitu kiliniuma sana, akasema na maana mimi kile ninapojaribu nashindwa. Huku goli 5, huku naenda kujaribu kwamba nipate bahati nako nikafungwa. Kwa sababu sehemu nyingi nimejaribu talent THT ile uigizaji. Hapo nilienda pale napo kaniambia sijiwezi. Kwa ni kitu ambacho una plan, usipotoka huku unaweza kutoka sehemu nyingine. Kwa hiyo na THT pia uliangua kilio kingine au? Yeah, mimi sehemu zote na kufanya interview wakiniambia kashambilie Yanga ni kilio tu. Hata hapo nyewe kuniambia nilie nalia. Nikuulize kitu kimoja. Ina maana mpaka sasa hivi bado una mapenzi ya dhati kwa Yanga? No, sina mapenzi, kwa sababu tangia niyame Yanga sina mapenzi na Yanga tena. Kwa sababu watakiwa, unajua kwa sababu gani tunaweza nikasema kwamba sina mapenzi na Yanga? Kwa sababu mimi nishakuwa bland. Sasa unapokuwa bland unatakiwa ubuni ni kitu gani ambacho kinaweza kukusaidia. Kwa sababu mimi niliangalia kwamba sasa Yanga imeanza mwaka 1935 35. Simba ikianza mwaka 1980 na 36. Kwa mimi kama Yanga nikaingiaza. Steve, sasa hivi tunakuona Azam Media. Hivi ni kwa sababu gani haujajaribu kubadilisha identity yako? Labda kujaribu kupromote Steve Azam na sio Steve Yanga. Maana mpaka sasa hivi bado unajulikana kama Steve Yanga. Wewe unalishukuliaje hilo swali? No, unajua ni kila binadamu na upeo wake, kwa sababu watu wengi sana wanakataa kwamba mimi siwezi kuitwa Steve Azam, kwa sababu credit ambayo nimeifanya nikiwa Yanga ni kubwa sana kuliko ambako nilikuwa hapa Azam, kwa sababu wanasema kwamba wewe kama uliweza kuililia Yanga, but that kwamba tena hiyo niambia kwamba uko Azam. Kwa mimi naweza kusema kwamba mimi nimechange maslahi, kwa sababu mimi napenda vitu ambavyo viko brand na mimi napenda timu ambayo ina maendeleo. Kwa hiyo unapenda brand tu. Wewe unaangalia brand. Sio brand. Napenda timu ambayo ina maendeleo. Kwa sasa hivi kitokea timu nyingine au kija na maslahi, maana huko kimaslahi zaidi, si ndio? Kwa hiyo ikitokea hapa Fatna FC nikakupa package kubwa zaidi, labda utakuja kwangu, maana uko kimaslahi zaidi. No, sio siko kimaslahi. Napenda timu ambayo ina maendeleo. Brand. No. Kila mtu anakosea. Okay, unapenda timu ambayo ina maendeleo. Hasa timu ambayo ina maendeleo kwa sababu unaona jimu zao, uwanja na kile kitu. Yeah, just good. Okay, niambie kwa kifupi kabisa, maisha yako yamebadilika kwa kiasi gani baada ya kuhamia Azam TV? Yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Ni kwamba kwa sababu
nilivyokuwa Yanga sina kiwanja, lakini sasa hivi nimeingia Azam na kiwanja. Kwa nilivyokuwa Yanga nilikuwa naishi nyumba ambayo haina hadhi, lakini nimeingia Azam naishi kwenye nyumba ambayo ina hadhi. Kwa asilimia kubwa sana naweza kusema kwamba Azam imenibadilisha maisha yangu makubwa sana, kwa sababu mshahara ukitoka lazima niwakumbuke wazazi wangu kwa ajili ya kuwatumia. Na hivi ninapoongea na wewe kwamba nataka niwatumie tena wazazi wangu kwa ajili ya siku ya Christmas. Hongera sana. Na sasa hivi nasikia umekuwa mzee wa mapipa tu daladala umesahau kabisa. Habari ya mjini ni kwamba Azam TV burudani kwa wote. Ukiingia Azam TV tu lazima utapanda ndege, utakuwa pipa, utafanya nini? Just go there. Asante sana Steve. Siku njema. Thanks.